Karibu tena mpenzi mtazamaji, kila siku ya Jumatatu na Ijumaa ni siku ya siasa katika runinga Magharibi na sasa redio. Na hii leo ikiwa siku ya Jumatatu, mwanahabari wetu Bradford Namure aliweza kufanya mahojiano na mchanganuzi wa masuala ya siasa ambaye alituelezea tu mengi zaidi kuhusiana na chama cha ODM, ambapo seneta wa kaunti ya Siaya Oburu Oginga akichukua rasmi mikoba ya chama cha ODM. Hatima ya chama hicho inasalia katika njia panda, huku mwelekeo wa viongozi vijana usijulikane. Mchanganuzi wa masuala ya siasa amesema chama cha ODM kitanufaika kikibakia ndani ya serikali. Kwa mengi zaidi, niruhusu nipishe mahojiano haya. Sawa, asante Willy Dotras Mukola kwa kuungana nasi katika TV Magharibi, ambapo ningependa tukaweze kujadiliana kwa ufupi kuhusiana na masuala ya siasa yanayokumba taifa letu la Kenya. Tukianza kwanza na msiba ambao umeweza kutufika hivi karibuni, takriban juma moja lililopita, tulipompoteza aliyekuwa waziri mkuu na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Labda tu kwa ufupi tu utueleze tajriba ya kisiasa kuhusiana na wewe, uliweza kumjua vipi hayati Raila Odinga? Asante sana kwa swali jema. Kweli hayati Raila Odinga alikuwa ni mpiganiaji wa haki za binadamu. Alikuwa mwanasiasa ambaye alikuwa gwiji kabisa, mtetezi wa haki za binadamu, mtetezi wa wanyonge, ambaye tumeona maisha yake kuanzia mwanzo amepitia changamoto si haba, kuanzia siku za serikali ya hayati mzee Moi hadi wakati hapo amekuja katika serikali ya Kibaki. Amekuwa ni maisha yake yamekuwa ya chungu tamu, akionja kidogo tamu chungu inaingia, akionja tamu chungu inaingia. Na wakati ambapo tulikuwa tunatarajia kwamba pengine sasa kwa umri wake sasa atatulia kidogo, pengine aanze kufurahia ile kazi ambayo alifanya kwa ujana wake, hapo ndo Mungu amchukua. Na anajulikana kama baadhi ya mababa wa siasa wa Kenya, ndio sababu kila mtu anamuita baba. Na kifo chake kimekuwa kubwa sana kwa kila mtu, kwa ni mdogo, kwa ni najua kuna wale watu walikuwa na kuna aina ya watu wawili. Kuna watu walikuwa na uoga wa Raila, kuna watu walikuwa na mapenzi ya Raila. So wote walijipata katika ile hali ya sintofahamu walipompoteza baba. Kwa hivyo umeweza kusema kwamba kifo cha Raila ilikuwa ni pigo na si kwa mtu mmoja tu peke yake, lakini kile ambacho kiliweza kujitokeza pakubwa sana wakati wa mazishi yake hayati Raila Odinga ni kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanahisi kwamba siasa zao zimeweza kuzikwa. Rais William Ruto aliweza kusema kwamba kifo cha Raila Odinga ni pigo kubwa sana kwake. Labda unahisi siasa za taifa la Kenya huenda zikachukua mkondo mpya baada ya kifo chake Odinga? Kwa kweli, kusema kweli, baada ya kifo cha hayati Odinga, mambo mengi sana yatabadilika kisiasa. Kuna watu wengi ambao wameachima kisiasa. Maana kuna wale watu ambao hususan katika eneo la Luo Nyanza walikuwa wanapita kura kwa sababu ya kutaja jina la Raila. Na kuna wale wengine hata huko kwetu Magharibi pia walikuwa wanapita kwa sababu ya sifa za Raila. Na unajua kwamba kuna watu walikuwa wanaenzi Raila kabisa. Kwa hivyo kifo cha Raila kitabadilisha mambo mengi sana. Na huu ni mwanzo mpya Raila, lakini kifo cha Raila kimeashiria kifo cha siasa ya ule wakati ambapo Raila alikuwa na wanasiasa wengi ambao walitembea nao muundo mwaka wa mwisho. Utaona kwamba kuna viongozi wengi sana wapya ambao wanajitokeza, ambao pengine wanajiunda wenyewe ama pengine wako na mwelekeo mwingine, wala sio kutegemea uwepo mkono wa baba ama vile vile. Na ndio maana unasikia kwamba wakati Raila aliondoka, ameondoka na watu wake, ameondoka na sifa zake, ameondoka na hata chama chake cha ODM ashakuka nacho. Na ninashuku kwamba kutatokea chama kingine kipya, na kuona kwamba vijana wengi wamejitokeza, watu kama sisi tumejitokeza, tuna uhusiano na baba, lakini pia tunapenda baba sana. Na kuna wengine wengi ambao wamejitokeza ili kuja kuwania viti mbalimbali katika taifa la Kenya. Kwa hivyo kifo cha Raila imekuwa ni pigo kubwa kwa watu wengi, lakini pia ni mwanzo mpya wa siasa katika taifa la Kenya. Na umesema kwamba ni mwanzo mpya, lakini tukiwa katika mazishi yake Raila Odinga tulikuwa tunaangazia baadhi ya viongozi wanasema kwamba chama cha ODM sasa ndio utakuwa ni mwamko. Chama cha ODM kinaenda kuchukua sura mpya, na hata wakiahidi kwamba chama cha ODM kitaunda serikali mwaka 2027. Ni jambo ambalo unaona kwamba litafanyika ama ni propaganda tu za wanasiasa? Unajua hayo ni maoni mazuri.
kivyao walikuwa, unajua mwanasiasa wakati wote hutaka kujipigia kifua. Hutaka mambo yaonekane kwamba yako shwari. Lakini unajua chama ni chama cha ODM ilikuwa Raila Amolo Odinga. Na Raila alipoondoka tayari kushaanza kuwa na mizozano. Unajua ilekee wapi, waende wapi, wanaona kwa kiongozi. Na kama kulifuatilia matamshi ya Rais Ruto vizuri, alisema kwamba hatakubali kucheza chama cha ODM. Tayari shaingiza mkono katika chama cha ODM. Na hapo serikali imeingiza mkono katika chama cha ODM, hicho chama sasa kimekosa ile inaitwa kwamba independence. Maana sasa kinatarajia uhusiano na Rais Ruto. Hata baada ya mazishi uliona gavana Arati ambao amekuwa ni bingwa kabisa wa ODM eneo la Nyanza. Umeona akienda tena kusema kwamba anaomba kwamba Rais Ruto ajiunge na ODM kwa chama cha ODM. Na ajiunge na ODM. Jambo ambalo linachanganya Wakenya kidogo. Na hiyo ni ishara kwamba iwapo hatapata kiongozi ambaye atashikilia nafsi ya kuwaleta pamoja wote bila hii mizozano, tutaona chama kingine. Na kurudisha kidogo kwa historia ya chama cha Ford. Wakati ambapo hayati mzee Jaramogi Odinga alipofariki, kulikuwa na mzozano kabisa ya kuhusu uongozi wa chama cha Ford. Jambo ambalo lilifanya hadi Raila akajiondoa katika Ford na kwenda kuwania kiti upya na chama chake kipya. Kwa hivyo iwapo kutakuwa na mzozano, tayari ushaona kwamba kuna wale wengine washajiunga na kikundi kinajiita One Kenya, na Mheshimiwa Sifuna na Mheshimiwa Babu Wino washajitenga kando. Ukifuatilia matamshi ya gavana Wanga gavana Wanga, utapata kwamba Wanga naye anaona chama chake anajaribu kuipasavyo ili kutenga wale vijana wadogo ambao bado ni shupavu katika chama cha ODM. Na ukiangalia pia unajua chama ni biashara. Chama pia ni kina jina. So jina la baba lilikuwa na uhusiano. Na iwapo kwamba wataachia Mheshimiwa Oburu, kidogo chama kitazembea. Lakini iwapo watampea tena, kama tuseme kwamba mtoto kama Raila Odinga Junior achukulie chama, atakuja na mambo mengine ambayo ni mapya, na pengine tutakuwa na mgongano kati ya hawa vigogo wa ODM, wale wazee na wale ambao bado ni vijana wadogo. Na ni jambo ambalo natabiria kwamba iwapo hawatapata uhusiano, kama hawatakaa pamoja waelewane vyema, unaweza kuwa na ODM mbili hapo mbeleni. Hapo ndio utakuwa mwisho wa chama cha ODM. Na umeweza kusema kwamba labda vigogo, kuna yule ambaye amewekwa ashikilie kama kinara Oburu Oginga, na pia ukaweza kumtaja kijana wake Raila Odinga Junior. Unahisi kwamba ikiwa chama cha ODM kingepaswa kumchagua kinara mwingine, kwa sababu kila mara wanasema kwamba chama cha ODM ni chama cha demokrasia, ikiwa chama cha ODM kinataka kudhihirisha wazi kwamba hicho ni chama cha kidemokrasia, unahisi kwamba kinastahili kumchagua kiongozi mwingine ambaye hatoki katika jamii ya Waluo, ama ni lazima tu wamchukue mtu kutoka jamii ya Waluo arithi Raila Odinga? Kivyangu neno demokrasia linamaanisha wengi wapi? Na ikiwapo tuangalia demokrasia, tutaangalia kwamba mwenyekiti anatoka pande gani. Wananchi wenyewe ama wenye chama wenyewe wapige kura ya wingi. Alafu vile ambavyo inachaguliwa, kama mimi nitachaguliwa nipewe hiyo chama, kama ni Oburu atachaguliwa apewe hiyo chama, kama ni rafiki yangu Sifuna atachaguliwa apewe hiyo chama. Lakini tukuwe na ule wazi wa kura. Kwa sababu sasa hivi unaona kwa kuanza kuzozana wenyewe kwa wenyewe. Na mali ambapo wanaanza mzozano hiyo, unajua hapo ndio tunaona kwamba demokrasia kidogo inawaponyoka. Lakini iwapo wanataka chama kisimame, basi organize, waandae kura ya kumpigia ama kumteua mwenyekiti ama kiongozi wa chama rasmi. Alafu kura hiyo iwe ni kura ya wazi ambayo itakuja na mtu atasikika anapochagua. Iwapo kwa mfano hatuwezi fungia watu wa Nyanza nje kwa sababu chama kimetoka kwao, kwa sababu hiyo itakuwa demokrasia. Vile vile hatuwezi kufungia watu wa magharibi nje ama watu wa pwani nje. Wale watu ambao wanajitokeza, iwapo kama wanataka kuwa viongozi ama vigogo wa chama, wajitokeze na structure za chama ziandae vile kura zitapigwa na wamchague mtu. Iwapo wataamua kwamba chama kiridhiwe na watu wa umma, pia hapo itakuwa demokrasia, lakini chama ni chao. Sisi watu wa nje hatuna letu la kusema, bali ni kuwatakia kila la heri. Na umeweza kutaja hapo mkoa wa Magharibi, na tukiangazia mkoa wa Magharibi kila mara katika siasa ya taifa la Kenya,
Raila Odinga alikuwa amewaambia watu wa mkoa wa Magharibi kwamba uongozi wa mkoa wa Magharibi utatokea katika eneo la Nyanza, ishara kwamba wamuunge mkono mtu kutoka mkoa wa Nyanza apate uongozi, kisha baadaye aunge mtu mkono kutoka mkoa wa Magharibi. Ni swala ambalo labda huenda likachukua mkondo mpya, kwa sababu tumekuona kwamba Raila Odinga ambaye alikuwa ni kigogo kule Nyanza tayari ameshaaga dunia na hayuko tena katika ulingo wa kisiasa. Sasa hivi viongozi huku mkoa wa Magharibi wanasema kwamba wanataka kumunga mkono Rais William Ruto ndio mwaka 2032 wakaweza kusimamisha mtu kutoka mkoa wa Magharibi. Lakini kuna wengine kama Natembeya Khalwale wanasema kwamba mwaka 2027 mkoa wa Magharibi uende moja kwa moja hadi kwenye debe. Unahisi kwamba viongozi katika mkoa wa Magharibi wako tayari kuweza kushindania ile nafasi ya uongozi ama wakaweze kumunga Rais William Ruto kwa muhula wa pili? Swali jema kabisa. Unajua, kwa muda mwingi tumekuwa tukisumbuana na jambo la umoja wa jamii ya Waluhya. Kila uchao jamii walio wanaungana, lakini jambo ambalo halijafanyika. Unaona kwamba Mluhya mmoja akianza kuinuka, unapata kiongozi mwingine Mluhya ametumwa kutusi yule mwingine ili kumdhalilisha. Mwingine akianza kuinuka, yani wenyewe tuwapigana wenyewe. Sisi kama sisi, unajua Kiswahili wasema kwamba meno ya mbwa hafai nini? Hayumani. Lakini sisi tunaumana. Hatuna umoja, hatuna chochote. Na nashuku kwamba ama maoni yangu naona kwamba sisi kama Waluhya tumekosa kupata mwelekeo kwa sababu ya wale viongozi ambao kwa kizungu tunawaita the gatekeepers. Gatekeepers wetu wamekuwa ni Musalia Mudavadi pamoja na Moses Masika Wetangula. Kidogo pande za Trans Nzoia tukakuwa na Eugene Wamalwa ngaje kidogo hakuwa na nguvu sana. Lakini hawa viongozi ambao wamekaa pale mbele kidogo wamekosa kutupea mwelekeo. Na unapata kwamba watu wengi wa Magharibi kuna viongozi shupavu sana. Na kujibu swali lako, Raila Odinga alikuwa anapenda mkoa wa Magharibi sana. Alikuwa serikali kila akipata kitu lazima kuja agawie Waluhya kidogo. Ndio maana bado alikuwa ngali na watu wanampenda sana eneo bunge la eneo la Magharibi. Na kwake kivyake angependa kwamba akishapata mamlaka pengine amwachie ama amsaidie Mluhya pia apate cheo cha urais. Lakini unajua cheo cha urais kupata lazima mjue kuweka kura zenu pamoja. Jambo ambalo sisi Waluhya hatujajifunza bado. Sisi bado tuko na ule ubinafsi kwamba mimi ndio mpape, nijulikane, watu wajue mimi ni nani. Nikishatambulika hivi hakuna mtu mwingine anaweza tambulika. Kwa mfano tu katika mazishi ya Raila, uliona kwamba watu wa Kalenjin Nation waliweka ng'ombe zao zote pamoja kwa lori wakazileta pamoja na jina la Kalenjin Nation. Lakini viongozi wetu Waluhya ng'ombe mbili zimekonda, kila mtu ameenda amepanga laini. Kila mtu amekuwa kiongozi na mkuki na ng'ombe zake mbili. Ng'ombe wote wangekwa Lusaka yake pamoja na Mudavadi yake pamoja na Baraza yake pamoja na Halwale yake pamoja na Natembeya. Ng'ombe zetu zingekuwa nyingi, zingekuwa wengi kuliko wale ambao walitolewa Rift Valley. Ni kwa sababu ya hii kugawanyika, kila mtu anataka aonekane kwamba yeye ndio mbabe. Unapata kwamba Waluhya tunapangwa. Na unajua Rais Ruto alikuja akatueleza ule muda mwingine kwamba atatupanga, kadhani mchezo. Akakuja akatupanga kweli. Lakini Waluhya wasigive up, maana kuna viongozi ambao kidogo wanaanza kujitokeza ambao hawataona huo mgawanyiko. Viongozi ambao watahakikisha kwamba tumetembea pamoja kama nyumba moja. Halitafanyika 2027, pengine itakuwa ni ngumu kabisa kutoa rais katika eneo bunge kutoa bunge lakini eneo la Magharibi, itakuwa ngumu sana kutoa kiongozi. Tuseme ukweli, itakuwa ni ngumu kabisa kwa maana hatujajipanga bado. Hatujapanga nyumba yetu. Imekuwa kwamba mtu akipata shilingi 2 aanze kutusi mwingine. Na unajua hao viongozi wengine kutoka kaunti zingine washatujua kwamba Waluhya unamuita mmoja unampea shilingi 2, kutusi mwingine akawanyike na mwingine kidogo shagawanyika. Tangu siku za Wamalwa jana ambaye ni hayati, hatujapata kiongozi ambaye anaweza weka Waluhya wote pamoja, wakiweka kura zao kwa kikapu kimoja na tupate uongozi. Maana kwa hivyo kifo cha Wamalwa kidogo kilituregesha nyuma sana, lakini maombi yetu kwamba Mungu atutolee kiongozi ambaye sasa atatuunganisha, ataongea lugha ya Mlembe, sio lugha ya mimi ni Mkusu, mimi ni Mwanga, mimi ni Maragoli, mimi ni whatever. Tuongee sisi wote kama watu wa nyumba moja. Kianza kuongea hivyo itakuwa ni best sana. Ni swala ambalo labda unahisi kwamba huenda likapatikana hivi karibuni? Kusema kweli, ni jambo ambalo halitawezekana hivi karibuni.
kwa sababu hivi sasa ukiangalia mipangilio wale wanasiasa ambao wako hapo wote tunataka tuwaondoe wote kwanza tuwapeleke nyumbani. Ushakuja sana ile another group ya viongozi wale fresh itakuwa rahisi kuwakalisha chini tuambie mababu zetu ama kina baba zetu walifanya haya makosa. Sisi hatutayafanya makosa, tutaungana pamoja hadi tumtoe mmoja wetu kwa kiongozi, itawezekana. Lakini mwaka wa 2027 kidogo kakaangu naona ni ngumu. Pengine mwaka 2032. Kwa hivyo unahisi kwamba mbinu pekee ni kuweza kuwaondoa hawa ambao ni vigogo sasa hivi katika mkoa wa Magharibi na kuwaweka wengine ambao ni wapya? Naam. Ndio wote na kuweka wengine ambao ni wapya. Wakae chini, waangalie, watazame yale makosa ambayo yalikuwa yanafanyika na wale wa kwanza, tuungane tuende mbele. Na pia ile kitu ambacho ningependa kueleza wananchi wa eneo la Magharibi, waache upuuzi wa kutaka kwamba tuungwe mkono. Kila wakati hatuwezi tuinuka unasema lazima tuinue mkono, sio tushuke mkono nani, sio anarejesha mkono, sio namna gani. Mluya ndio Mkenya pekee yake ambaye hana uadui na kabila lolote Kenya mzima. Ni Mluya. Hana uadui na kabila lolote. Kienda Masai tunapendwa, kienda Wakikuyu na Wajaluo, kienda pande zote Mluya hana uadui na mtu yote. Lakini tu kwamba Mluya kujipanga mwenyewe, ajiweke pale mbele, aseme unajua ukikuja kusema kwamba unataka uongozi, inafaa kuuliza uko na nani na uko na nini. Tusingoje kwamba tupewe mkono, tuunge mkono. Mtu akimaliza yake atakuwa amemaliza retire. Wakati Uhuru alisema kwa anashika baba mkono alimshika, lakini haiwezekana. Hapo waliwa tusikae ngojea kwamba pengine Ruto akitoka atashika mtu mkono, atashika Mudavadi mkono, kama ashike Wetangula, kama ashike mtu yote. Hilo ni jambo ambalo hata akijaribu alitazama tu. Naam, kwa hivyo tukimalizia tu, ni viongozi wepi ambao unapigia upatu mkoa wa Magharibi ambao ukiwatazama unahisi kwamba huenda wakabadilisha na kuleta umoja wa jamii ya Mulembe? Wacha kwanza nipigie debe mimi mwenyewe William Mkola. Alafu wale ambao wamejitokeza hivi sasa naona gavana anatembea, iwapo ataendelea bila alivyo na ajue jinsi anatembea. Ni kiongozi ambaye ni jasiri kabisa. Kiongozi ambaye ikifua mbele anajua kuongea, anajua kupanga watu. Anatembea kwa nao pamoja na kuleta watu pamoja. Hiyo bado hajajua. Iwapo tu Mungu atamfungulia ajue pia anaweza leta watu. Sasa unajua kuna viongozi wengine wanaona anatembea ni kama kiongozi mzuri lakini ambaye kuna kiburi, ambaye anajua kukuli watu. Sasa viongozi kidogo wanakaa kama wanajua wataka kuwa kule. Lakini atembea wapo watanyenyekea kidogo, akuja ungana watu kama sisi. Kwa sababu sisi tunakuja na vuguvugu letu la viongozi wapya wote. Na kama anatembea atakuja tujue tunaweza zungumza naye kidogo, tuweka viongozi pamoja, tumwambie wewe kama kiongozi wetu sasa tuongoze, tuone vile tunaenda. Itakuwa rahisi sana. Wale viongozi ambao unaona hivi sasa ambaye pengine tunaweza jivunia, kuna huyo anatembea ambaye anajitokeza sana. Kuna huyo rafiki yangu ambaye bado hajapita kura lakini wapo atapita kura. Atakuwa pia mlima, anaitwa Seth Panyako. Panyako pia akipita huyo ni mwanaume pia ni mlima. Yeah. Hao ni wanaume naweza kurejea kwamba ukishikana mkono tupate hapa ni Seth Panyako, tupate huko juu anatembea, tupate hapa chini William Mkola, tuzunguke hapo chini Watere hapo tuweke hapa hii anoparanya, tusonge polepole tukienda mbele. Bila shaka tutakuwa na viongozi ambao watakuwa na uhusiano mzuri na wananchi ambao wanaweza sukuma hadi tupate urais. Labda William Mkola, nimeweza kusikia ukiweza kujiweka pale miongoni mwa viongozi ambao huenda wakaunganisha mkoa wa Magharibi. Ni nini hasa unalenga katika ulingo wa kisiasa, kwa sababu hatujaweza kusikia sana jina lako likitajwa katika siasa ya taifa la Kenya? Ni kweli jina langu halijatajwa sana lakini itaanza kutajwa hivi karibuni. William Mkola aliwania kiti cha Senate mwaka wa 2022. Lakini kwa sababu ya mambo ya chama, unajua chama kinafika mahali mnaambiwa watu wanaanza kupangana kidogo. Ikabidi tumefika kwa kura tumechanganyika kidogo, tiketi imechukuliwa kwa mtu mwingine. Tukasema tutulie, maana siku hiyo pia itafika. Na unajua kwamba kumekuwa na ubabe katika vyama vinakuja vinajileta na watu wao walikuwa na pesa. Na sasa sisi kama vijana tukakaa pamoja kaunda chama kinaitwa Super inaitwa Solidarity Union for Progressive Action in Kenya. Sasa hii mwenyekiti wa chama cha Super ni William Mkola, unaona huyu. Ni chama ambacho kiko na membership across the country, bado tunafanya recruitment. Unaona katikati ya mwezi wa 26 tutakuwa tayari recruit Kenya mzima. Na tunataka kwamba tukishakuja hivi tukuwe na viongozi wapya, kwa sababu hata our logo inamaanisha our nani tunasema yani sanamu yetu ni
Super Kenya tunasema fagia ng'ari, yani kazi tunakuja kung'arisha, tunafagia kile kitu king'arisha. Na Willy Mukola pia ni mwaniaji wa kiti cha ubunge wa Mias Mashariki ambaye atapita kura. Najua ni jambo ambalo tunatangaza, but tutakuja tukutane hapo mwaka 2028 nikwambie jamani kwa ni kuchukua napita kura 2027. That's a sure I can tell you that one. Na tutaungana na viongozi vijana ambao wamejitokeza na wale hata wengine wapo lakini bado wako na maoni mema. Unajua hatutaki wale viongozi ambao wanafanya hoarding, wanaenda kuuza community yetu. Unaona wanaenda State House wanapewa shilingi 200,000 wanakuja wananyamaza. Hivi sasa utazama mambo ambayo yanafanyika, kura ambazo zinafanyika kule Madaba, zitakufunza mambo mengi sana kuhusu viongozi wa Luhya. Mambo mengi sana. Yeah. Na kuna ule mkondo wa broad-based ama broad-based ambao wale wamekusanyika wote wana kampania yangu Ndakwa. Rafiki yangu huyo mwingine huyo chama cha Ndakwa. Alafu kuna wale wachache ambao kwa mrengo wanakampania nani? Wanakampania Seth Manyako. Na bado kuna wale ambao wamekuja na rafiki yetu Cleophas Maraga pia wanakampania wakili. So unapata kwamba Waluhya kidogo tuungane. Ukianza kufuatilia zile mikutano unapata kwamba mkutano ambao Waluhya anazungumza mambo mazuri, mambo pekee yake. Unapata hata huyo akizungumza mwingine amekuja amepanga amesema tunachanganyikiwa kidogo. Tunakosa uhusiano. Acha nikuulize kwa nini by election zote ambazo zilikuwa zingine vyama vingine viliamua kukanzwa candidates wao, lakini kufika Malaba kila chama kinataka kumleta candidate. Hiyo ni ishara kwamba Mluhya hatawahi muungana, Mluhya hatawahi hataki kukaa chini. Wale viongozi ambao hawako ready kutuweka pamoja. Kwa maana viongozi kama Musalia Mudavadi alikuja huko alafu akawaja tutoa gazeti na kampeni Ndakwa. Viongozi kama Moses Wetangula pia kuja sema na kampeni Ndakwa. Sasa Khalwale Kuchaka amebaki na Seth Manyako, Khalwale Salasia Eugene na Anatembea amebaki na Seth Manyako. Na akanashwa kama kutakuwa na wizi Seth atapita. Si kwamba sipendi Ndakwa, lakini kama kutakuwa na mambo mengine mengi Seth atapita hiyo. Siko kampeni kwa sababu mimi sikikuroho. Lakini nakuashua kwamba iwapo viongozi tutakuja tukae pamoja. Na tunakuja wale ambao wanataka kutusikiza watusikize. Na raundi hii tunakuja tupembeleze kiongozi tukijua kwamba wewe kazi yako ni kwenda kupewa bahati na kuja kuharibia watu wengine. Tutahakikisha kwamba pengine hautaonekana kwa uongozi watu wengine, because sisi tumechoka kutumiwa, tumechoka kutumika kama ngazi. Kuna mtu anakupanda kwa mgongo, anaruka pale, anakula, anakuangushia njugu moja, alafu unasema tuko kwa serikali. Sasa hivi sasa tunakuwa tuko kwa serikali, lakini kweli hakuna kitu ambacho kinadhihirisha kwamba Mluhya uko kwa serikali. Unajua kwa serikali sio kuwa na viongozi wengine watatu kwa serikali. Kwa serikali ni kuniambia kwamba barabara ya kutoka Shanda kwenda hadi na Mbachemeko lami, hapo ndipo kwa serikali. Kwa serikali kuniambia kwamba maji yenye baraza naambia watu ati maji kwa mlango imegeuka imekuwa vitu vingine hazifanyiki. Niko kwa serikali hiyo maji kwa mlango na jira kwa serikali. Kwa serikali ni kuniambia kwamba wale watoto ambao hawajiwezi, wale watoto ambao wako special cases wamekuwa considered na serikali. Wale ambao Western, ndipo angalia Western tuko na special school pale Shanda moja peke yake, na ukienda population imedrop kabisa because hakuna ile empowerment ya mwalimu. No cash is being pumped the system. Tangu sheria itoke hakuna mtu anazungumzia shule kama hiyo. Na watoto wale mambo waanze kuongezeka. Kwa serikali kuniambia kwamba kampuni kama ya Mias Sugar imeamuka. Na baada ya kuamuka inasaidia kwa wananchi wa Mias Sugar. So kenda Mias Sugar ndio inafanya kazi, lakini zile sukari unapata kwa kaunta ni nyingi sana kuliko sukari ambayo inatolewa pale. Swali ni kwamba sukari inatoka wapi? Na kuna mtu anazungumza, ukiingia hapo unasalimiwa na wewe Renyo si Mluhya, Ugamba ni Muganda. Hata mwaka wa kufagia kwa factory hizi patikana mpaka tuanze Ugamba watu wa Waganda kuja kufanya kazi kwa kampuni ya Mias, alafu natuambia kwamba tuko kwa serikali. Serikali bado hatupo. Na vile Jaramogi alisema noti yetu huru. Bado tunahuru sisi. Kwa hivyo wananchi lazima waungane pamoja. Waache siasa za kuchukiana, waache siasa za kujitakia, waache siasa za kuchagua alipotoka ile hapo na pesa tumpigie kura. Champigia kura alishakununua, atapotea miaka 5, utampata wapi? Na maendeleo tunakosa kupata. Kumalizia, unajua barabara ya Shanda kwenda Nambacha, mpaka pale mbele. Hiyo barabara iliwekwa kwa budget 1976. To 2026 by next year. Hiyo ni miaka ngapi? Barabara bado inafanywa siasa na kila serikali. Kwa hivyo iwapo serikali ya Rais Ruto itakuja itengeneze hiyo barabara, wakiniambia kwa serikali nitaamini.
Lakini kama bado hawajatengeneza hiyo barabara na wanasema mko kwa serikali, wanakuja wanaambia tuko pamoja, apigeni makofi wangapo wanaungana mimi moja mbili hasara ale, bado hapo mimi sitakubaliana na hasara ale. Naam. Kuje tuambie wananchi wetu kweli. Naam. Tuache siasa za nisha na kuambia uongo. Tuache siasa za kuambia kwamba mambo ni mazuri kwa sababu ni mazuri kwetu. Yakishakuwa mabaya tunawaambia wao tumeonewa juu ya ukabila. Tuambie serikali ukweli. Mtu ni mwanadamu, serikali ni mwanadamu. Waambieni ukweli kwamba kama hili litafanyika basi sisi tuseme tu kwamba tuko kwa serikali, tujue kama tuko opposition. Kwa sababu Raila ambaye alikuwa anatutawia kidogo, alichukua ile fuliza akapewa Oparanya, na sasa Raila yuko. Unajua kama Oparanya atakana hiyo fuliza na kuna gani? Na iwapo Oparanya ng'anyo hiyo fuliza itaanza kuchezewa kama utaona tu. Mimi si nabii, lakini utaona kwamba tukikaribia siku za mwisho utapata watu kama kina Eugene wameanza kuwa compromised. Watu wanakuja compromise watu kwa alafu tunatoa nyamazeni, kisha nyamaza kuna kishapigwa mnasikia tusiwarudia mko kwa serikali mnakuwa 30 kama 20%, jambo ambalo ni gumu. Kwa hivyo mimi kama kiongozi ambaye nimeona uchungu wa mwananchi wa chini, nimeona uzito kwa sababu mimi nimelelewa kwa familia maskini sana, nimeona uzito wa wananchi wa eneo la magharibi. Tunaenda kila mahali tunachekwa, wanasema ile siku napata mbele nilikuwa nasema ukweli watu wakapigana. Kila mahali wanasema kama watchman tuchukue Nairobi, kama ni maid tupige simu ya Kakamega toka Kakamega, kama ni watchman tutoe Bungoma. Ya ni kila mahali kwa sisi tushachukuliwa katika ile kiwango. Tushua vile kuna rafiki yangu aliniambia kujamalia mahali kaniuma kabisa, sema kwamba unajua Waluhya, shida ya Waluhya viongozi akishafika mbele ya rais baada ya kusema kwamba kwangu hakuna ile na ile, anafika kwa rais anamwambia sasa utachukua shilingi 200, anakuwa 200,000 ashaweka kwa mfuko, akishafika huko akanyamaza. Hilo ndio jambo ambalo tunataka. Nataka tuende sawa kwamba identify zile areas ambazo tunataka. Hatuna haja na kuchaguliwa viongozi ama nini au minister ama ndio itusaidie. As long as serikali inaleta maendeleo kwa ground, watu waanze kufikiri kwamba Kenya ilipata independence. Wale sana naenda zungumza mambo mengi sana kwa sababu eneo letu ni eneo ambalo limefinywa kwa muda mrefu, tunatumiwa kama ngazi. Tunapangwa. Tunaona sasa ndio jambo la kidogo karibia siku za kura kuisha, tunasikia wameweka motion of what? Confidence, alafu wanapoti ile Gachagua wanapoti wengine, tukaribia kura jambo la tolewe kwanza. Jambo la kikuja ground akuja na machungu, akuja mfumo wa coalition nyingine, wakutuambia tumenyang'anywa na kutotumie kwa hii. Walio mwingine ndio coalition ya chama kwa serikali na tukia kuta na serikali tena. Huo ndio mchezo ambao hatutaki.